Ngazi ya taifa, ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, ngazi ya kata, ngazi ya matawi, lakini washukuru sana Wanaisanga. Wanaisanga wamekuwa mnanitia moyo, Wanaisanga wamekuwa nyuma yangu, Wanaisanga hamjawahi kuniacha kwa maombi kila mahali nilipopita, kila mahali ninapokwenda. Haya yote yamenifanya mimi kuweza kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kiasi ambacho nimejaliwa, kwa vile ambavyo nilileta ilani hii mbele yenu. Ndaisoma ilani mbele yenu, uone utekelezaji ambao niliusimamia na utekelezaji ambao nimeufanya kupitia chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Chama changu, Chama cha Mapinduzi, tulipoingia madarakani kilikuwa kuna ilani yake, ambayo ilani yake kila mmoja, kila diwani alikuwa ile ilani na kusimamia mambo katika kutekeleza ilani, upande wa afya, upande wa elimu, upande wa miundombinu, upande wa utawala. Kwa hiyo kuna nyanja mbalimbali ambazo zilikuwa lazima, ambaye umeshaguliwa na wananchi kuwa mwakilishi wa wananchi, kwa mbunge au diwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Isanga ni miongoni mwa kata 36 zilizopo jiji la Mbeya ambayo imetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, yani CCM ya mwaka 2020-2025 kwa kutekeleza miradi mbalimbali kwa wananchi ili kuleta huduma bora kwa wananchi, pamoja na ushirikiano baina ya viongozi wa serikali pamoja na viongozi wa chama. Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa wajumbe wote wa mkutano mkuu, utekelezaji wa miradi ya maendeleo umetekelezwa katika nyanja mbalimbali kama ifuatavyo: 1. Elimu; 2. Afya; 3. Utawala; 4. Miundombinu. Tukianzia katika elimu, katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kata ya Isanga, tumefanya miradi mbalimbali katika sekta ya elimu kama ifuatavyo. Namba 1, shule ya msingi Isanga. Shule ya msingi Isanga tulikuwa na mradi wa matundu ya vyoo 13 ambao mradi huu uligharimu kiasi cha shilingi milioni 9. Fedha hizi tulipata kutoka mapato ya ndani, mapato ya halmashauri makusanyo ya ndani ya jiji la Mbeya, na mradi umekamilika kwa 100% na mpaka sasa wanafunzi wanaendelea kutumia vyoo hivi. Lakini vile tulikuwa na mradi wa ukarabati wa vyumba 7 vya madarasa katika shule ya msingi Isanga, ambapo mradi huu umekamilika kwa 100% kwa gharama ya shilingi milioni 76. Na fedha hizi tulipata kutoka mapato ya ndani, mpaka sasa madarasa haya yanatumika na wanafunzi wanayatumia. Lakini shule ya msingi Ilolo tulipata mradi wa ujenzi wa choo cha walimu, au tumetekeleza mradi wa ujenzi wa choo cha walimu matundu 2 kwa gharama ya shilingi milioni 10, na mradi umekamilika na vyoo hivyo vinatumika. Lakini vile katika shule ya msingi Ilolo tumeleta jumla ya shilingi milioni 32 kwa ajili ya matundu 16 ya vyoo ambao mradi mpaka sasa unaendelea na uko 90%. Katika shule ya msingi Igoma tulileta fedha kwa ajili ya ukarabati madarasa 6 ambao ni gharimu kiasi cha shilingi milioni 67. Na hizi fedha tumetoa kutoka mapato ya ndani ya halmashauri jiji la Mbeya, na mradi umeshakamilika pamoja kwa 100% na madarasa hayo mpaka sasa yanatumika. Lakini vile tuliazimia sisi kama madiwani jiji la Mbeya chini ya mstahiki meya ambaye mimi diwani wa Isanga, kwamba sasa hivi hakuna kuchangisha fedha madawati kwa wazazi. Hatutaki kuisikia kwamba Mbeya kuna uchangishaji wa madawati, na niwaambie kwamba sasa mpaka sasa jiji la Mbeya pekee ndio ambalo halichangishi madawati kwa wazazi. Wewe mzazi kama unachangisha dawati, upiga simu. Katika mpango huo tulileta madawati 77 kwa shule zetu zote za msingi za Isanga ili kukamilisha watoto wakae kwenye madawati, kukamilisha idadi ya madawati. Kwa hiyo tumekamilisha Isanga, hakuna mtu anayekaa chini, madawati yamekamilika. Tukienda upande wa shule ya sekondari, shule ya sekondari Wigamba, katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuna madarasa ambayo mwanzo tulipoingia mapema sana tukakuta nguvu ya wananchi zilikuwa zimetumika, na sisi kama halmashauri ya jiji tukaongeza pale milioni 10 kukamilisha yale madarasa, na madarasa yakawa yamekamilika. Lakini baada ya pale tukapata fedha tena za uviko ambazo Mheshimiwa Rais alitafuta, akahangaika akatuletea fedha, zikawa zimegawanywa maeneo mbalimbali, na sisi katika shule yetu Wigamba tukapata fedha hizo kujenga madarasa 2 ambayo iligharimu shilingi milioni 40.
Lakini vile vile tukaongeza jengo lingine la fedha za kapu la mama ambayo tulijenga tena darasa lingine pale Wigamba ambalo lipo na linatumika. Lakini vile vile tukapata shilingi milioni ikiwa milioni 50 ni ujenzi wa madarasa mawili ambayo yamekamilika, na milioni 14,400,000 ni ujenzi wa matundu ya vyoo 8 na kuboresha miundombinu pale shule ya Wigamba. Katika upande wa sekta ya afya, ndugu zangu, katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kata Isanga, tumepambana, tumeleta ujenzi wa zahanati. Na zahanati imeanza kujengwa na mpaka sasa hivi zahanati inaendelea kujengwa, na fedha ambazo zimetumika mpaka sasa hivi ni kiasi cha shilingi milioni 75 kutoka halmashauri ya jiji na milioni 50 kutoka serikali kuu. Zahanati yetu ya Isanga nimeipandisha hadhi tena, kabla haijafunguliwa tunakwenda kujenga pale kituo cha afya. Wameshakubali kutupa pesa, tunachongojea sasa hivi mfumo ifunguke. Na kitu ambacho nilikuwa nimepambana nacho, hii kazi nimefanya hapa katikati nilikuwa Dar es Salaam. Kulikuwa pale ile eneo lilikuwa halina hati. Kwa hiyo nikawasiliana na watu ambao wakati kwa Dar es Salaam tulikuwa na mkurugenzi, kuwasiliana na kamishna pamoja na watu wa mpango miji. Ndani ya masaa 24 hati imepatikana. Tumeshaikabidhi document zote wizarani TAMISEMI. Sasa hivi tunachongojea ni fedha kuingia kwa account. Na tunangojea fedha zimechelewa kwa sababu tunajua huu ni mwisho wa mwaka. Na sasa hivi mifumo ilifungwa, fedha itakuja kuingia baadaye mwezi wa 7 au wa 8, fedha itaingia kwa ajili ya kuwa kituo cha afya. Ina maana kituo cha afya kinapanda hadhi. Kuna majengo hayo tutaongeza pale, majengo ya maternity ya kina mama kujifungulia tutaongeza, yani tutajenga kituo cha afya cha kisasa ambacho kitaongeza hadhi ya kata yetu ya Isanga. Kwa hiyo hilo zuri linakuja, mkae tayari kulipokea. Lakini kama mnavyokumbuka kwenye kampeni zangu niliahidi, lakini vile vile tuliahidi kujenga ofisi ya utawala. Kama sisi halmashauri ya jiji katika kutekeleza ilani, lazima ofisi za kata ziwe ofisi za kisasa. Hatuwezi kuwa Isanga na ofisi ya zamani. Tumejenga ofisi pale ya kisasa na vile mmeiona tunaendelea kumalizia, na ninaamini na ninategemea Mungu akisaidia kura za mwaka huu na 2010 tutakazopiga zitahesabiwa pale. Kwamba pale kumalize. Sasa hivi tulikuwa katika kuchimba choo ili hao watendaji wetu watakapoenda kule wasianze kwenda kwa jirani. Kwa hiyo waheshimiwa, katika kutekeleza hilo nafikiri kazi mmeiona na kazi inaendelea. Lakini vile vile katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi tunasema tutekeleze, imetuagiza kusimamia na kurekebisha miundombinu. Tumerekebisha barabara yetu ya Mbwiga kwa kiwango cha lami. Nafikiri mnaiona. Kiwango cha kwanza tulimpa mkandarasi milioni 451 ambayo ilikuwa ni mita 550. Lakini sasa hivi tumeongeza kile kipande kilichobakia ambacho tayari yuko mkandarasi ambaye ameingia kwa gharama shilingi milioni 367. Kwa sababu pale pana mita kama 500 hivi, kule zimepungua. Kwa hiyo kwa milioni 367 mkandarasi amesha sign na yuko site anaendelea na kazi. Ila sasa hivi kitu mchelewesha ni kwamba ameandika malipo. Sasa kidogo mifumo ya serikali kishafika mwezi huwa inasumbua kwa mwisho wa mwaka, lakini tutamwezesha ili amalize. Na ile barabara tunaimaliza kwa lami, tunafunga na taa 12 kama ambazo tumefunga huku mpaka kule. Leo tutakuwa tumekamilisha, lakini kuna ujenzi wa soko letu ile pale la mboga ambao tushaanza kujijenga. Tulituma fedha mara ya kwanza kama milioni 18, lakini kwa kuna upungufu wa fedha. Tumeshaingiza tayari fedha kwenye akaunti ya kata milioni 3 kwa ajili ya kumalizia ile kazi ya soko. Kwa hiyo kilichofanyika sasa ni kwamba wameitangaza ile tenda, wakati wote fundi akipatikana, ikijua ile tenda kazi pale itaendelea na soko litakuwa limekamilika. Kwa hiyo ndugu zangu wana Isanga, hizo ni kazi ambazo tumezifanya katika kata ya Isanga. Kama mnavyoona ni mamilioni ya fedha ambazo tumezileta kutekeleza hivi vitu ambavyo tayari vinaonekana mbele ya macho ya wananchi. Mara nyingi wanasema hivi, kula mtori nyama utazikuta chini. Sio usemi uliokuwepo. Kwa wana Isanga poeni. Mkao mnalalamika kama diwani katusahau. Nikamwambia jamani, mimi kwa wala sijawatelekeza, nakuja taratibu. Kwa hiyo kazi zote ambazo mimi niziahidi kwenu, niahidi barabara ya Mbwiga tumeitekeleza, niahidi kuleta zahanati tumeileta, niahidi ofisi ya kata tumeileta, niahidi soko tumelileta. Kwa hiyo kazi zote ambazo tulikuwa tumeziahidi kwenu wananchi wa Isanga
tumezitekeleza tayari. Kwa hiyo mimi nikuombeni sana, muendelee kutuamini, muendelee kuniamini mimi na Mheshimiwa Msai ili tuweze kuleta maendeleo zaidi ya ambayo tumeyaleta.